Hello, habari ya wiki iliyopita. Ni siku nyingine tena tunaendelea na mfululizo wa mafunzo yetu, na tunaendelea na chapter ya kwanza katika sehemu nyingine ambayo tutajifunza aina ya watu ambao watakuwa nayo ukiwa nao chuoni. Katika kipindi kilichopita tulijifunza na tukaangalia zile aina za utajiri, na tunaona kuna utajiri wa watu. Sasa wale watu ambao watakuwa kwa nao leo tumekuja kuelezea kifupi kabisa, na kama kuna wengine unao pia unaweza ukaongezea. Basi moja kwa moja tukaangalia kichwa cha habari ambacho tunasema kwenye maisha unahitaji mtandao wa watu wa aina tatu unapokuwa katika maeneo ya chuo. Tuangalie mtandao wa kwanza wa watu. Mtandao wa kwanza tunasema ni personal network. Tuangalie personal network amaanisha kitu gani. Mwandishi anasema kwamba hawa ni watu wa karibu ambao unaweza kushare hisia nao. Hawa sio tu unaowajua bali wanakujua na wewe. Wanaweza kupatikana unapokuwa na matatizo, wanaweza kutoa muda, pesa na nguvu zao kusimama na wewe. So tuliangalia kabisa mwanzo tunaanza kwamba kuna aina za marafiki ambazo unatakiwa kuwa nao. Tuangalia katika video zilizopita, mshafuatia video zangu mwanzoni kabisa, kuna video shatu nikasema kuna baadhi ya watu ambao unatakiwa kuwa nao ambao ni aina za marafiki. So unapokuwa chuoni sasa kuna watu aina hii ya watu ambao unatakiwa kuwa nayo. Unapofika tafuta watu ambao wanaweza kusaidia katika matatizo mbalimbali, wanaweza kusaidia katika shughuli mbalimbali, inaweza kuwa katika furaha, mkashano furaha pamoja, mkasha matatizo pamoja, umefeli wa kushauri ufanye vipi ili ufaulu. So hii tunasema ni personal network. Watu sio lazima mnafahamiana nao, hapana. Ni watu ambao mmekutana tu na mkapeana michongo mbalimbali, mkapeana historia zenu, so mnakuwa mnafahamiana kwa undani au kwa mbali kidogo, lakini watu ambao wanaweza kusaidia inapotokea changamoto yoyote ile. Inaweza kusaidia katika furaha, mkashana experience mbalimbali. Hilo tunasema ni personal network. Unakuwa na katika mtandao, utajua mtandao una connect vitu mbalimbali. So personal network ni watu ambao wanakuwa wamekuzunguka na sio wengi, ni wachache. Unaweza kuchagua watu watatu, watu watano mwisho. Hiyo tunasema ni personal network ambayo inakuwa nzuri kwa upande wako. Hiyo ni aina ya kwanza ya mtandao. Lakini aina ya pili ya watu ambao unatakiwa uwe nao tunasema ni operational network. Hawa ni watu ambao ni aina ya pili. Operational network. Mwandishi anasemaje? Mwandishi anasema kwamba hawa ni wale wanaokusaidia kutimiza majukumu yako ya kila siku. Wanaweza wasiwe marafiki zako sana, ila mnakuwa pamoja kwa sababu majukumu yenu yanalazimisha mwe pamoja. Watu unaofanya nao kazi wanaangukia kwenye kundi hili pia. So hapa kwenye operational network unaweza kuchagua kundi la marafiki ambao wenyewe aidha ni kwa kujisomea. Ukana marafiki special kama ni marafiki zangu, inapofika wakati wa kujisomea, umekaa unajisomea mwenyewe lectures mbalimbali unapitia, unakuwa na marafiki zako kama unaweza kuassist mkadiscuss mambo mbalimbali. Lakini pia unaweza kuwa na kundi lingine la watu ambao wenyewe ukasema hao wenyewe ni kwa ajili ya kazi. Unaweza ukawa na kazi yako chuoni, unauza nguo, unauza vipodozi, unauza vyakula. So ukawa na kundi pia la watu hata wawili au watu watatu ambao tayari wenyewe wakawa ni kwa ajili ya operation, kwa ajili ya kazi tu. So ni vizuri kutafuta watu wa aina hii unapokuwa chuoni, unapokuwa katika mazingira kama hayo. Mwandishi anaendelea na kundi la pili, kundi la tatu ambao ni kundi la mwisho kwa siku ya leo, na nita introduce topic ya wiki ijayo. Lazima na kundi la strategic network. Strategic network ni watu aina gani? Strategic network, mwandishi anasema hawa ni watu ambao wanakusaidia kutimiza maono yako ya muda mrefu. Naishia kwanza hapo. So kwamba wanakusaidia kutimiza maono. So unaweza ukakaa na marafiki zako mnasiliana, you want to be who, unataka kuwa nani baadaye. So hao wenyewe wanaweza kachangia wakashare experience na wewe kwamba unakuelekea bwana pambo moja mbili tatu, labda kuna miambo, kuna mjomba wangu aliyopita pia katika eneo kama hilo. So hiyo ni strategic network. Lakini pia mwandishi endelea anasema wanakupa aina fulani ya ujuzi, wanakuunganisha na watu na wengine wanakupa fursa zinazokusaidia kukua kwa haraka. So unapokuwa chuoni sio chague tu marafiki ambao labda unakusoma nao, unatakiwa chague pia watu, tafuta watu ambao wanaweza kukupa mbinu za kibiashara, mbinu za kiuchumi, kwamba ufanye mbinu fulani ili ufike katika sehemu fulani, especially kwenye sehemu ya mafanikio ya kiuchumi na maisha yako unapokuwa chuoni. Mwandishi endelea anasema kwamba wanakuunganisha na watu na wengine wanakupa fursa zinazokusaidia kukua kwa haraka. So
hawa ambao ni strategic network ni watu ambao kuna mpango mkakati zaidi, watakusaidia katika shughuli kama hizo. Unataka kufika sehemu fulani kibiashara, kiuchumi, unasoma kozi fulani, lakini kumbuka mwisho wa siku utahitimu. So hao ndio kusaidia kupa connection fulani, apply for sehemu fulani na sehemu fulani usiende. Unataka kuwa na watu kama hao. Wewe kama ni mwaka wa kwanza, unataka kuwa na watu ambao ni continuous na uzoefu zaidi. Tunaweza kusema kwamba topic itakayofuata sasa tutajifunza Battle of Association. Usikose topic mpya ambayo itakuwa ni wiki ijayo. Nashukuru sana kufuatilia video zangu. Naitwa Francis Simoni. Usahau kucomment, like katika channel hii. Asante sana.